I invite each one of us to open our Bibles Nipende kualika kila mmoja wetu kufungua Biblia zetu in the book of Ecclesiastes. katika kitabu kile cha Mhubiri. Ecclesiastes Kitabu kile cha Mhubiri chapter 11. katika ile sura ya 11, And we will start reading from verse 9. na tutaanza kusoma katika ule mstari wa 9. Wenye Biblia za Kiswahili watafuatisha. Ecclesiastes 11, Kitabu cha Mhubiri 11, and read from verse 9. na anza kusoma kuanzia ule mstari wa If 9. you are there, you can say Na amen. kama uko hapo unaweza ukajibu kwa kusema amina. Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of your ears, of your eyes. But know that for all this God will bring you into judgment. Therefore, remove sorrow from your heart and put away evil from your flesh, for childhood and youth are vanity. Chapter 12, verse 1, remember now your Creator in the days of your youth before the difficult days come, and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. While the sun and the light, the moon and the stars are not darkened, and the clouds do not return after the rain. In the days when the keepers of the house tremble, and the strong men bow down, when the grinders cease because they are few, and those that look through the window grow dim. When the doors are shut in the streets and the sound of grinding is low, when one rises up at the sound of a bird and all the daughters of music are brought low. Also they are afraid of height and of terrors in the way. When the almond trees blossoms, the grasshopper is a burden and desire fails. For man goes to his eternal home, and the mourners goes about the street. Remember your Creator before the silver cord is loosed, all the golden bowl is broken, all the pitcher shattered at the fountain, all the wheel broken out of the well. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Vanity of vanities, say the preacher, all is vanity. Allow me to speak to you at this moment Niruhusuni niweze kuzungumza nanyi asubuhi na au katika mchana under huu the leo. subject, Katika fungu au somo, remember kumbuka, to remember. kumbuka, kukumbuka. Remember to remember. Kumbuka, kukumbuka. See, you're very quiet. Can you tell your friend, remember to remember? Let's pray, let's pray. Na tupate kuomba. Heavenly Father, we praise you for this moment that you have given us to go through your word. And we pray now that your Holy Spirit will guide as I speak to your children. And at the end of it all, let your name be glorified. This is what we pray in the name of Jesus. Amen. Friends, the passage that we have read Washiriki, napenda kuambia sehemu ambayo tumeisoma presents one of the powerful messages for our time. inawasilisha mmoja ujumbe wa muhimu sana kwa wakati wetu. It presents the reality of the Inaendelea life kuleta that we are uhalisia living wa under the maisha sun. ambayo tunayaishi sasa hivi chini ya And jua, it presents a perfect priorities na inaonyesha vipaumbele vya muhimu that we sana got to prioritize ambavyo tunapaswa kuviweka kwa in kipaumbele our prime time of our lives. katika kipindi cha muhimu cha maisha yetu. And allow me to believe that most of us, we are living at our prime time of our life. Niruhusuni niamini ya kwamba wengi wetu tunaishi katika kipindi cha maana cha maisha yetu. And there's something that is very interesting in Na this jambo chapter. ambalo ni la kushangaza na la pekee You see, the sana. book is believed to be written by King Solomon. Unajua kitabu hichi kinaaminika kiliandikwa na Mfalme Sulemani. And you will notice the way Solomon
begins presenting his message. Na utaelewa ya kwamba namna Sulemani anavyoanza kuwasilisha ujumbe When you wake. read chapter 1 and verse 1 and 2, Unaposoma katika ile sura ya kwanza na mstari where wa it says the kwanza, words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. ambaye anasema mwana wa Adamu, mwana wa Daudi, mfalme wa Yerusalemu. Yet vanity of vanities, Anasema una ubatili na says ubatili. the preacher. Anazungumza mhubiri. Vanity of vanities. Anasema ubatili mtupu. All is vanity. Ya kwamba yote ni ubatili. And you see, vanity is the key word Na in unajua, this book. ubatili ndio neno kuu katika kitabu He's hiki. using the Hebrew word evel, Anatumia neno la Kiebrania which is evel, a vanity, meaningless. akionyesha ubatili ikiwa inamaanisha si And you kitu. see this word reflect the emptiness of Na- chaos and death. Na ubatili huu, neno hili linaakisi ubatili You wa see, kifo na it kitu ambacho reflects hakina maana. the tragic death of Abel, Na inaendelea kuleta mwakisi wa kifo ambacho ni kibaya sana cha Abeli, who was actually killed by his brother, ambaye aliuliwa pamoja na who kaka yake, simply disappeared like a vapor. ambaye yeye alipotea tu kama vile Contrast to moshi. his brother who just existed for a time. Ukiendelea kuangalia kinyume na kaka yake ambaye endelea kuwepo. And so Solomon put this emphasis Na ndio maana Sulemani anaweka mkazo huu that all is utterly meaningless. kwamba yote mwisho wa siku ni bure. It's like grasping of the wind. Ni kama vile kushika upepo. In other words, what he's saying Na kwa maneno mengine is anachojaribu that kukisema all works, ya kwamba maneno yote all wisdom, au kazi na hekima all zote plans, na mipango all yote knowledge, na maarifa all yote pleasure, na furaha all na starehe enjoyments, zote na furaha they zote, are all vanity. yote hayo ni They are ubatili. utterly meaningless and Yote the hayana grasping of the maana wind. yoyote isipokuwa And kushika you may upepo. ask yourself, if everything is meaningless, Na uweze kujiuliza kama kila kitu hakina maana, what is life for? sasa maisha ni ya nini then? But the good thing, the preacher ends his book Ile sura ya 12 this is the conclusion of the na whole akisema matter. hili ndilo hitimisho mambo That yote, fear God and keep his commandments. kwamba mheshimu Mungu na usitunze amri For zake. all good or bad, Iwe nzuri umri wetu wa ujana, at our time that we are still existing. katika wakati ambao bado tupo, And allow me to share some few lessons out of this passage na niruhusu nishiriki baadhi ya jumbe za muhimu that I katika believe sura that hii they're going to speak to each one of us ambazo here. naamini zitakwenda kuzungumza na kila mmoja wetu. And the first thing that I get from this passage Cha kwanza ambacho nimekipata kwenye sura hii is that good times never last. ya kwamba nyakati nzuri hazibaki wakati wote. Good time never lasts. Nyakati nzuri hazibaki wakati wote. You see, in other words, it's like good times will never last forever as Ya long kwamba as we are nyakati under the nzuri sun. haziwezi kubaki muda wote ili hali And this tupo is chini ya what we jua. have in Ecclesiastes 11 verse 9 where Ndio maana katika Mhubiri the author 11 mstari wa 9 rejoice, anasema oh furahi, young man in your youth. furahi katika ujana wako ewe kijana. Rejoice, Akisema furahi, rejoice. furahi. So in other words, what he's saying there, Na katika maneno mengine anachojaribu that kukisema we ni need kwamba to understand ya that kwamba imetupasa kuelewa ya kwamba good times nyakati njema will never remain as they are haziwezi forever. kubaki kama zilivyo wakati wote. As the time passes, Muda unapoendelea kusonga, difficult days nyakati will come. ngumu zinakuja. And that's the reason he says, remember Na ndio your maana anasema Creator kumkumbuke muumba wako in good times, katika nyakati hizo in nzuri, your prime time.
katika nyakati za muhimu za maisha yako. Remember Anasema, your Creator. mkumbuke muumbaji wako. Because time flies Kwa sababu very nyakati fast. zinapaa na kupita kwa And haraka before you sana. realize it, it Na will kabla gone already. hujagundua ya kwamba zitakuwa zimeondoka tayari. And because good times will never last, Na kwa sababu nyakati njema hazikai kwa muda mrefu, God wants you to Mungu enjoy life. anahitaji wewe uweze kufurahia maisha. Is there someone who believes that God wants you to enjoy Je, kuna life? mtu anaamini ya kwamba Mungu anahitaji ufurahie maisha? God wants you to enjoy life. Mungu anahitaji uweze kufurahia maisha. God, He wants you to be happy now. Mungu anahitaji wewe uweze kuwa na furaha sasa God hivi. wants you to have fun now. Mungu anahitaji wewe uweze kuwa na wakati wa He furaha sasa wants you hivi. to follow your mind. Anahitaji uweze He wants kufuata you to fahamu pursue zako. your passion. Uweze He kufuata wants kile you to pursue your unachokipenda. purpose Kile and desires of lengo your lako heart. na matamanio ya moyo wako You see, pia. there's some of us who probably think that to be a Christian Unajua kuna wengine wanaodhania kwamba kuwa Mkristo is just to live in poverty. ni kuishi maisha ya And they maskini. associate Christianity Na wanajaribu kulinganisha au with kuweka suffering. kwamba Ukristo ni And they will kuteseka. just read for you, those who live godly life will Na- suffer persecution. Na nitakusomea kwamba wale wanaoishi maisha ya Mungu watapitia mateso. But listen what this man who was very wise, what he's saying. Lakini msikilize huyu mtu aliyekuwa na hekima sana You see, anasema when you nini. read in Ecclesiastes chapter 8, Unapokwenda katika kile kitabu cha Mhubiri na ile sura ya 8, it says, so I commended enjoyment, anazungumza hivi, anasema because a man has nothing better under the sun kwamba mtu hana kitu chochote kizuri chini ya jua than to eat, isipokuwa zaidi ya kula, to drink, kunywa to be happy. na kuwa na furaha, For this will remain with his labor kwa sababu hii atabaki all pamoja the naye days of his life. katika siku zote za maisha yake. So God wants you to rejoice. Mungu anahitaji wewe ufurahie. And that's the reason he says, Na ndiyo hiyo rejoice, sababu anasema O kwamba young man, in your furahini, youthful. furahi katika ujana wako. So you have to enjoy. Hivyo anahitaji uweze kufurahia, You need to eat well. anahitaji uweze kula You vizuri, need to drink well. uweze kunywa vizuri, You need to put on your best outfits. uweze kuvaa nguo za pekee na You need to nzuri, enjoy your Ana job. uweze kufurahia kazi yako, You need to appear well. uweze kuwa na mwonekano mzuri. See, there are some young people, Unajua kuna vijana when baadhi you look at them, unapojaribu they kuangalia look like the old people wanaonekana kama wazee, because they believe that is Christianity. kwa sababu wanaamini huo ndio Kristo. But God wants you to be happy. Lakini jua Mungu anahitaji uwe na God furaha. wants you to enjoy Mungu life. anahitaji wewe ufurahie maisha. But when He tells you that, Lakini anapokuambia hayo, He wants you to enjoy it in that way that is going to give Him glory. uweze kufurahia kwenye namna ambayo itampatia yeye So utukufu. enjoy your dreams. Na hivyo endelea kufurahia ndoto zako. Enjoy your marital relationship for the married. Endelea kufurahia mahusiano yako ya ndoa ulionayo. Enjoy your husband, your wife. Endelea kumfurahia mme wako na mke wako. For the single, enjoy Kwa wale walio your wenyewe, endeleeni kufurahia. relationship with colleagues and Endeleeni friends. kufurahia uhusiano na marafiki zenu. So enjoy life. Na hivyo anasema furahia maisha. But however, Lakini sasa japokuwa remember that God will bring you into the judgment. kwamba Mungu atakuleta katika hukumu. So what is actually saying here, Na hicho anapojaribu kukisema hapa ni that you kwamba need to live joyful, hata kama utaishi maisha ya furaha, but live responsibly. uishi kwa kuwajibika. Don't just live anyhow. Usiishi tu kwa namna yoyote ile. Because I'm telling you this because you will not remain young Na forever. ninakwambia kwa sababu hautabaki kuwa kijana The siku time zote. is flying very fast. Muda unapaa kwa haraka I sana. wish I have the old folks here who understand what I'm talking Ninatamani about. ningekuwa na wazee ambao wanaelewa ninachokizungumza. So the message that we have here, Na hivyo ujumbe ambao tunao hapa, enjoy life, kwamba furahia but maisha, live lakini responsibly. uishi kwa kuwajibika. And you see this message of Ecclesiastes chapter 12 Na unajua ujumbe huu wa kitabu cha Mhubiri sura ya 12 reflect our three angels message. unaakisi ujumbe wetu wa malaika Because watatu. when you read this chapter, Kwa sababu unaposoma sura hii it tells you to enjoy life inakwambia ufurahie and maisha, remember that there's judgment. lakini ukumbuke pia kwamba kuna And hukumu. that's what we have in Revelation chapter 14. Na hicho ndicho tulicho nacho kwenye kitabu cha Ufunuo That sura ya fear 14, God ya and kwamba give glory to mheshimu Him. Mungu na umpatie yeye For the utukufu, hour of His kwa judgment kuwa has saa ya come. hukumu yake Worship imekuja. Him who made the heaven Umwabudu and the yeye earth and aliyefanya the sea mbingu na and nchi the na fountain bahari of the na water. vijito vya maji.
So it's a message to Kwa hiyo fear ni God ujumbe wa sisi wa kumheshimu Mungu, and worship Him as a kumcha creator. Mungu yeye kama muumbaji So pia. that's what Solomon echoes in his Na book. hicho ndicho Sulemani anajaribu kuleta That mwangwi katika enjoy sura hii, life, ya kwamba furahia maisha, but be balanced lakini uweze kuweka in uwiano whatever of your enjoyment, katika yoyote in your unayofurahia, fun, and in katika your kuwa na furaha pleasure. na katika Remember starehe zako. there is a Kumbuka creator. ya kwamba Mungu ni muumbaji. And that leads me to the second message that I want to share with Na you. hiyo inanipeleka katika ujumbe wa pili ambaye natamani That is nishiriki pamoja to naye. put the first thing first. Kuweka mambo ya kwanza kuwa ya kwanza. Put first thing first. Kuweka mambo ya kwanza kuwa ya kwanza. Don't major in minor. Usiendelee kuweka kipaumbele kwenye yale ambayo si ya And msingi. don't minor in major. Na usiweke kipaumbele kwenye yale ambayo sio ya So msingi. major on what is major. Hivyo weka kipaumbele And kwenye yale ya minor on the msingi, minor. na yale sio ya msingi usiyape kipaumbele. That's the reason he says, remember Na ndiyo now sababu your creator. anasema mkumbuke sasa muumbaji In the wako days of your youth, katika siku za ujana wako, before the difficult days kabla come. siku ngumu hazijaja. So this is an allusion to creation. Hii bado ni mrejeo kutoka huku kwenye That's ile the ya reason he uumbaji. says, Na remember hiyo ndiyo sababu your wanayosema creator. mkumbuke yeye muumbaji wako, Because you are God's creation. kwa sababu wewe ni kiumbe kilichoumbwa na And Mungu. because he is your creator, Na kwa sababu yeye ni muumbaji he wako, deserves to be number one. ana sababu na ana hadhi ya kuwa namba moja. He has to be number one in their Anapaswa life. yeye kuwa namba moja kwenye maisha So if yako. I could ask you, who is number one in Kwa your hivyo life? ningeuliza wewe namba moja kwenye maisha yako See, ni there are nani? some of you, Na najua kuna watu wengine, if I go through your phone contact, nikienda kwenye tarakishi simu zenu kwenye majina and pale, you have number one there, na una namba ya mtu wa kwanza pale, and I wonder, ninashangaa, is really God your number one Je, or the Mungu- other number one that you have? je, Mungu ni namba moja au hiyo namba moja So nyingine when ambayo God unayo? says, when Solomon says, remember your Na creator, hivyo Sulemani anaposema mkumbuke muumba wako, this is the call to tell you that God has to be number huu one. ni wito wa kukuita wewe ya kwamba Mungu amepaswa kuwa And he namba has to moja. be number one because he existed before anything existed. Na kwa sababu yeye alikuwepo kabla ya chochote He hakija kuwepo. was before anything was. Alikuwepo kabla ya chochote kuwepo. And that's the reason Na hiyo ndiyo he sababu deserved the best of your ya time. kwamba anastahili He wakati wote, deserved the best from you. anastahili kupata kilicho And bora he kutoka kwako, deserved the best of you. na anastahili He kizuri deserved the kutoka best kwako. of your time. Anapaswa He kupata deserves the kizuri kwa best muda of wako. your possession. Anapaswa kupata kizuri kwenye vile Because unavyomiliki, he is your kwa creator. sababu yeye ni muumbaji So I'm wako. here to challenge each one Na of hii us. niko hapa kuwapatia changamoto kila mmoja. Remember where you came from. Kumbuka pale ulipotokea. Psalm 100 verse 3 Kitabu kile cha Zaburi 103 says, know that the Lord, tambua ya kwamba Mungu, he is God. ya kwamba yeye ni Mungu, It is he who made us ya kwamba yeye ndiye aliyetuweka and not sisi. we ourselves. Hatujajitengeneza We sisi are his wenyewe. people Sisi ni watu and the wake, sheep of his pasture. lakini sisi ni kondoo wa malisho So yake. remember that you belong to Na God. hivyo endelea kukumbuka ya Remember kwamba wewe he's ni your wa Mungu. creator. Yeye ni muumbaji wako. You are not in charge of your life. Haupo katika kutawala maisha yako There is a binafsi. God in heaven. Yupo Mungu aliyeko So mbinguni. in whatever you enjoy as a young Kwa hiyo person, kwa chochote in unachokifurahia kama whatever you kijana, do in your prime life, unapokifanya kwenye wakati muhimu wa remember maisha that there yako, is a CEO of the kumbuka universe. yupo kiongozi mkuu wa ulimwengu huu, And you are responsible to na him. unawajibika And kwake, you are accountable to him. na utatoa hesabu kwake And yeye, he will bring you into the na judgment. atakuja kukuleta kwenye hukumu. So friends, Na hivyo marafiki, this passage not only tells us to put God first, katika sura hii haituambii tu kumweka Mungu kuwa but wa it kwanza, tells us the perfect time to do that. lakini inatuambia wakati sahihi wa kufanya hivyo. You know, you're supposed to put God all the time of your life. Unajua wakati wote unapaswa kumweka Mungu kwanza But kwenye I want to maisha, tell you, God deserves the best. lakini nataka nikwambie Mungu anafaa And kupewa that's the zaidi. reason it says, remember Ndio maana your anasema creator kumbuke muumba in wako the days of siku za your youth. ujana wako.
And that is in reference to your prime time. Na hiyo inaendelea kuleta mwakisi katika wakati wako wa muhimu zaidi. Probably you may say that I'm not falling into that category of youth. Unaweza kusema sianguki katika kipengele hicho cha kijana. But if you read Ecclesiastes chapter 12, lakini unapoendelea kusoma Mhubiri 12, you will notice as longer as you're living, utagundua ya kwamba ikidadi unaishi, you are responsible. Bado unawajibika. You see, it is believed that when Solomon was writing this, unajua inaaminika wakati Sulemani anaandika hili, he was very old. Alikuwa ni mzee sana. Because Bible scholars will tell us that he died in wasomi wa Biblia 951 BC. Wanaandika kwamba alikufa mwaka wa 931 kabla ya Kristo. So he wrote it when he was approaching his death. Kwa hiyo anaandika kipindi anakaribia kufa kwake. And by now he had a lot of experience. Kwa hiyo wakati huu ana uzoefu wa kutosha. Because when you read chapter 3, ukisoma Wafalme wa kwanza na ile sura ya 3, it tells us about the life of Solomon. Inaendelea kutuambia juu ya maisha ya Sulemani. And how he remembered God. Na namna alivyomkumbuka Mungu. In the prime time of his life. Katika muda wa juu wa maisha yake. This was the time when his father David died. Huu ni wakati ambapo baba yake Daudi alifariki. Solomon came into power when he was just a young man. Na wakati huo alikuja kwenye kiti cha enzi akiwa na umri mdogo. He was almost 20 years of age. Alikuwa takriban na miaka 20. Just a young man. Akiwa tu ni kijana mdogo. Inexperienced. Akiwa hana uzoefu wa kutosha. But he chose to put God first. Lakini alichagua kumweka Mungu kuwa wa kwanza. We are told that one day he went to sacrifice at Gibeon. Na wakati fulani alikwenda kutoa sadaka kule Gibeon. And the Lord appeared to him in the night. Na Mungu akamtokea muda wa usiku. Told him, na akamwambia, what shall I give to you? Hebu jaribu kuuliza nini niweze kukupatia. So if it were you, hebu fikiria ingekuwa ni wewe, umeweza kuulizwa hilo swali. What should I give to you? Kama nimeuliza ni nini nikupatie wewe? Perhaps you could have asked for, yawezekana ungeomba iPhone, uweze kupewa iPhone, or you could have asked for a Mercedes Benz. Au ungeweza kuomba upewe gari aina Mercedes. Or you could have asked us something that you think that is precious to you. Au ungeomba kitu ambacho unadhani ni cha thamani sana kwako. But this young man put God first. Lakini kijana huyu akamweka Mungu kwanza kwenye maisha yake. Asked for wisdom. Na akaomba aweze kupatiwa hekima. Na Mungu akampatia yeye hekima. And you see, when you put God first, na unajua unapomweka Mungu kuwa kwanza, there's a formula that God gave us in His Word. Kuna kanuni ambayo Mungu ameiweka kwenye neno lake. Put God first. Ya kwamba mweke Mungu kwanza. If you put God first, unapomweka Mungu kwanza, you seek God first, unapomtafuta Mungu kwanza, kingdom, na ufalme wake, all the things shall be added unto you. And this is what happened to King Solomon. Hicho ndicho kilichotokea kwa mfalme Sulemani. Kwa sababu alipewa hekima, he was given all kind of riches. Akapewa utajiri wote. Because in that time, kwa sababu kwa wakati huo, Solomon was a very rich king. Sulemani alikuwa ni mfalme tajiri sana. Because he remembered God. Kwa sababu alimkumbuka Mungu in his youth. Katika ujana wake. And he did a lot of things. Na alifanya mambo mengi sana. One of the things that is remembered is when he built that magnificent temple. Na moja ya mambo yanayokumbukwa ni kujenga kanisa lenye utukufu sana. Come with me now. Na sasa njoo pamoja nami. At the peak of his success. Katika sehemu ya juu ya mafanikio yake. It's very surprising. Anakwenda kushangaa. That at the peak of his success. Katika kilele cha mafanikio yake. That Solomon turned his heart away from God. Ya kwamba Sulemani aligeuka kama mbali na Mungu. He forgot that he got there because he put God first. Akasahau ya kwamba alifika hapo kwa kuwa mwanzo alimweka Mungu kwanza. The Bible in 1 Kings 11. Na Biblia katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. It tells us that he married 700 wives. Akaniambia alioa wake 700. 300 concubines. Pamoja na masuria 300. And his wives turned him away from God. Wakamtoa katika mwelekeo wa Mungu. These women misled Solomon. Hawa wanawake wakamuongoza kinyume na mapenzi ya Mungu. Allow me to speak to the young people here. Na niruhusu niweze kuzungumza na vijana hapa. You got to be very careful. Inakupasa wewe kuwa makini sana. In your relationship. Katika mahusiano yako. Because you see, King Solomon. Kwa sababu unajua mfalme Sulemani was actually forbidden by God. Alizuiliwa na Mungu. That he should not go and marry anyhow and marry the pagan yoyote na katika mataifa ya wapagani. But he married all these wives. Lakini alioa wake wote hawa. And I do not know how he managed them. Na sijui namna aliweza kuwahenda wote. But at the end of it, lakini mwisho wa siku they misled him. Wakampoteza.
You see, the young people here. Unajua vijana walioko hapa leo. Some who says, kuna wengine wanasema, it doesn't matter. Unajua haijalishi. I'm going to do what we call PC. Nina PCM. PCM, yeah. PCM. Ninakwenda kufanya PCM. I'm going to just I will baptize that person. Nitakwenda kumbatiza. Mungu pale ambapo kiuchumi tuko chini. We remember God when we are poor. Tunamkumbuka Mungu pale ambapo sisi ni maskini. When we are sick. Pale ambapo sisi tunaumwa. And we start praying that, Lord, if you take me out of this bed, naomba Mungu ukinichukua katika hili leo na nikapona hapa, I'm going to serve you. Ninakwenda kukutumikia. And I'll give my life to you. Na nitayatoa maisha yangu kwako. See, most of us we don't have time for God. Hatuna muda na Mungu. We seek God when we want school fees. Tunamtafuta Mungu pale tunapohitaji ada ya shule. That's when we pray the most. Pale ndipo ambapo tunaomba sana. We seek God when our relationship are in trouble. Pale ambapo mahusiano yetu yana shida ndipo tunamtafuta Mungu. But when we get at the peak of our success, lakini tunapofika katika kiwango cha juu cha mafanikio, tunakaa na kuchukulia mambo katika hali ya kawaida. Na inakupasa uwe makini sana. When you are at the peak, kwa sababu wakati ambapo uko kwenye kilele cha mafanikio, that's the time when you need to go low on your knees. Hapo ndio wakati imekupasa ushuke chini katika magoti. And seek the assistance of God. Mkumbukeni Mungu ambaye ni muumba wenu. And you see in the Hebrew mind, na unajua katika akili ya Kiebrania, when it says remember, anapozungumza swala la kumbuka, it's not just a matter of recalling. Sio tu hali ya kujaribu kurudisha tafakari au kumbukumbu. It's something that requires a response. Ni kitu ambacho kinahitaji wajibu. It's a call to action. Ni wito wa kufanya kitendo. Ni wito ambao unahitaji ufanye mwaminifu. Uweze kuwa mwaminifu. So you remember God. Na hivyo wewe kumkumbuka Mungu. By doing things that shows that you put God first. Kwa kufanya mambo ambayo yanaonyesha umemweka Mungu kwanza. Kwa kumkumbuka Mungu. By giving God your best and prime time of your life. Kwa Mungu kilicho bora katika sehemu ya juu ya maisha yako. By using the best time of your life. Kwa kutumia wakati bora wa maisha yako. Kwa kufanya kazi ya Mungu. Don't say I will serve God when I'm old. Usiseme nitamtumikia Mungu nikizeeka. You remember God by using the best time of your life. Mkumbuke Mungu kwa kutumia muda bora wa maisha yako. By giving the best of your wealth. Kwa kumpa zaidi kilicho bora kwenye mali zako. The best of your possession. Kwenye bora kwenye vile unavyomiliki. Kwa kurudisha zaka na sadaka. By loving God with all your heart, with all your mind, and with all your heart. Na kwa moyo wako wote. And as you do that, na unapokuwa ukifanya hivyo, remember that the difficult days will kumbuka siku ngumu zitakuja. Because Solomon says, kwa sababu Sulemani anasema, the days that are difficult, siku ngumu, are ahead. Zinakaribia. And my time doesn't allow me to actually go through all this. Unajua wakati wangu hauniruhusu kwenda katika haya yote. When you read from verse 2 to verse 7, lakini unaposoma kuanzia ile mstari wa 2 mpaka wa 7, the author is using a poetic language. Mwandishi anatumia lugha ya mashairi. Is using allegory. Anatumia lugha ya picha. To talk of the end of mankind. Akiendelea kuzungumzia juu ya mwisho wa mwanadamu. Talking about how human being descend to old age and finally to death. Kwamba mwanadamu anapoelekea kwenye umri wa mwisho na mpaka kufikia kwenye hatua ya kifo. And that's when we'll be talking about how the physical body decay. Hapo unapozungumzia mwili huu unapoendelea kuoza na kumalizika kabisa. How your eyes can't see well as the time goes. Wakati ambapo macho yako hayataona tena muda unavyoendelea kwenda. You lose your energy. Pale ambapo utakuwa unapoteza nguvu zako. How you can't even hear well. Ambapo huwezi hata kusikia vizuri. You can't see well. Hauwezi kuona vizuri. Before your
hair get gray. Kabla nywele zako hazijawa na kupata rangi nyingine. And at the end of it, na mwisho wa yote, it talks about anazungumza juu ya kifo. That remember your creator. Ya kwamba mkumbuke muumbaji wako. Before the dust return to the earth. Kabla hujarudi kwenye mavumbi. And the spirit returned to God who gave it. Na hiyo nafsi karudi kwa Mungu au pumzi yeye ambaye ameitoa. Again to creation. Na hii ndio maana unaona ni rejea kule kwenye uumbaji. And when you read this text, na unaposoma fungu hili, you will notice the figure of speech that is using here. Anatumia tamathali za shele ambazo anazitumia hapa. Lugha hii ya mashairi anayoitumia hapa. It doesn't only speak about the decay of man from going to become old and going to death. Hasungumzi tu kuisha kwa mwanadamu kwenda kuwa mzee mpaka kufa. But it's speaking something about the end of all mankind and the end of the world. Mwisho wa mwanadamu kwa ujumla na mwisho wa ulimwengu. That before that time comes, ya kwamba kabla ya muda huo haujawasili, remember your mkumbuke muumbaji wako. Remember your creator. Mkumbuke muumbaji wako. Because death is the final fear of man. Kwa sababu kifo ni hofu ya mwisho ya mwanadamu. You see, most of us sometimes when we are living we don't think if we will die. Unajua wengi wetu tunapoishi wakati fulani hatufikiri kama tutakufa. And sometimes we think that we still have more years to live. Wakati fulani tunadhani tuna miaka mingi ambayo bado ipo. But I'm here to let you know. Lakini nipo hapa kuwafanya mweze kutambua. Death is real. Ya kwamba kifo ni halisi. Death is real. Kifo ni halisi. And death is the final fear of man. Na kifo ndio hofu ya mwisho ya juu ya mwanadamu. When death comes, every plan ceases. Na pale ambapo kifo kinakuja, kila kitu, mipango yote inasimama. And for someone who has not remembered God, na kwa mtu ambaye bado hakuwa amemkumbuka Mungu, ambaye hakuwa amemweka Mungu kuwa wa kwanza, then life becomes meaningless. Maisha yanakuwa hayana maana. Becomes vanity. Yanakuwa ubatili. Becomes useless. Yanakuwa hayana faida yoyote. That's the reason. Na hiyo ndio sababu Solomon says. Sulemani anasema, remember your creator. Mkumbuke muumbaji wako sasa. In your youthfulness now. Katika ujana wako sasa hivi. In your prime of life katika now. Kipindi cha juu cha maisha yako sasa. This is the ripe age of your life. Unajua huu ndio muda sahihi wa umri wa maisha yako. Huu ndio muda ambao una matunda sana, ambao una furaha sana, ambao una starehe na furaha na nguvu nyingi, na lile nguvu na joto la kutosha. But remember, lakini kumbuka, don't let the excitement of youth, usilete furaha za ujana and pleasure of this life, na starehe za maisha haya, cause you to forget God. Zikusababishe umsahau. So I'm here to challenge each one of us. Na hivyo niko hapa kumpa kila mmoja changamoto. Giving God the best days of your life. Kumpatia Mungu siku zako bora za maisha. Is the best thing that you can ever do. Hilo ndio jambo la pekee ambalo unaweza kulifanya. Giving God the best of your energy when you're kumpatia young. Mungu nguvu zako za pekee wakati ukiwa kijana. Is the best time that you can do. Ndio jambo la pekee unaloweza kulifanya. Is the best thing that you can do. Ni jambo la pekee unaloweza kulifanya. And I'm here to tell you. Na niko hapa kuwaambia ya kwamba this is the time. Huu ndio wakati. Remember to remember. Kukumbuka. As you enjoy life. Unapokuwa ukifurahia maisha. Enjoy your youthful age. Unapoendelea kufurahia maisha yako ya ujana. Unapofurahia unapofurahia maisha yako katika kiwango cha kilele. Remember, now is the time. Kumbuka, huu ndio wakati. To serve God. Kumtumikia Mungu. Now is the time. Na huu ndio wakati. To work for God. Kumfanyia Mungu kazi. Now. Sasa. Not tomorrow. Sio kesho. Not next week. Sio juma lijalo. Not next month. Sio mwezi ujao. Now is the time. Sasa ndio wakati. Don't say. Usiseme. That I will serve God. Nitaenda kumtumikia Mungu. When I'm in my 30s. Nikiwa katika miaka yangu 50 au 40. Au katika miaka yangu ya 50. The time is now. Wakati ni sasa. Don't say I will remember God when I'm old. Nitamkumbuka Mungu nikiwa mzee. Don't say I will remember God when I am about to retire. Hapo nikaribia kustaafu. The time is now. Wakati ni sasa. Don't say I will remember God. Usiseme nitamkumbuka Mungu. When I get married. Hapo nitakwenda kuoa. When I get more money. Au nikipata fedha zaidi. When I finish college. Au nikimaliza chuo. Are you sure that you're going to finish college? Kwamba utamaliza chuo. The time is now. Wakati ni sasa. So if you can sing. Na sasa kama unaweza kuimba. Sing now. Imba sasa. If you can preach. Kama unaweza kuhubiri. Preach now. Hubiri
subiri sasa. If you can help somebody, kama unaweza kumsaidia do it now. ifanye hiyo sasa. If you can support the ministry, kama unaweza kusaidia do huduma, it now. ifanye sasa hivi. If you can work for Jesus, kama unaweza kufanya kwa ajili ya Yesu, kama unaweza kuonyesha upendo, kama unaweza ukaongea maneno ya kutia moyo, kama unaweza kufanya kitu, unaweza ukakifanya sasa hivi, kwa sababu wakati ni sasa. The time